Kwa mfano, labda mwalimu anamtaka mwanafunzi, let's say mwanafunzi amemkataa mwalimu, mwalimu analazimika kumfanyia ukatili mwanafunzi ili aweze kupata nafasi ile ambayo ameitaka. Cha kwanza kabisa, mtoto ana haki ya kuishi. Ana haki yani kuishi. Haki nyingine ya mtoto ni haki ya kulindwa, sio? Ana haki ya kufanyaje? Ana haki ya kulindwa. Mtoto ana haki ya kuwa na uhuru kamili. Ukisoma mkataba wa Umoja wa Mataifa unasema mtoto ana haki ya kuwa na uhuru. Mtoto alindwe dhidi ya ukatili. Unaelewana? Alindwe dhidi ya unyanyasaji. Alindwe dhidi ya mateso. Unaelewana? Ukitembea katika sehemu nyingi unakuta mtoto anafanya kazi mpaka usiku. Mtoto kama ametimiza miaka 14 afanye kazi mwisho saa 12. Unaelewana? Na hizo kazi zisiasili masomo yenu. Zisiasili nini? Masomo. Zisiasili masomo au kipindi cha shule. Unaelewana? Ndio. Kupa kazi hakikisha haiasili masomo yako. Unaelewana watoto? Nasema don't nini? Tachi. Ukitachiwa toa taarifa. Kwa nini mwanaume akuguse? Kwa nini akuguse hapa? Kwa nini akuguse hapa? Kwa nini akuguse hapa? Inatakiwa ufanye nini? Ukatae. Umeelewa? Vile vile watoto wa kike mnatakiwa kukataa nini? Zawadi. Zawadi zinawaponza. Zawadi na nini? Na rifti za bodaboda. Uongo kweli? Kweli. Uongo kweli? Kweli. Wewe jitahidi, mzazi wako kipato chako ni cha chini, jitahidi utoke nyumbani uende shuleni. Kwa nini? Kwa miguu. Kama una baiskeli tumia baiskeli. Mmeelewa watoto wazuri? Ndio. Acha bodaboda aende zake na chipsi zake, si ndio eh? Ndio. Okay, chipsi utakuja kula tu, si ndio? Ndio. Ukibana sana una hamu ya chipsi mwambie mzazi atakununulia. Mmeelewa hapo? Ndio. Mmenielewa? Ndio. Vile vile ndani ya ukatili wa kingono kuna watoto wa kiume mnalawitiwa. Mnanisikia watoto wa kiume? Watoto wa kiume mnafanya nini? Mnalawitiwa. Maana tunasema don't nini? Tachi. Mnalawitiwa ambapo unafanyiwa na mwanaume mwenzako sehemu ya haja kubwa. Mmeelewa watoto wa kiume? Ndio. Mnaelewa? Ndio. Hicho kitendo hautakiwi ufanye nini? Ufanyiwe, utaharibika. Mmeelewa? Ndio. Kwa hiyo watoto wa kiume mjihadhari na vitendo hivyo. Kama kuna yeyote anafanyiwa, toa nini? Taarifa ili apate huduma. Mmeelewa? Ndio. Taarifa hizo mnazitoa wapi? Mtazitoa, kuna serikali za kijiji, meya, kuna mtendaji, kuna mwenyekiti. Mkiona mkitoa kule mtapata shida, nenda ofisi ya ustawi wa jamii. Ukiona ofisi ya ustawi wa jamii mbali, njoo kituo cha polisi Mangaka, tupo pale. Au kuna polisi kata, muone polisi kata, atakusaidia na mambo yatafanya nini? Yataenda vizuri. Mnanisikia watoto hapo? Ndio. Mmenielewa? Ndio. Hizo ni sehemu za kutoa nini? Taarifa. Ndio? Ndio. Ukatili mwingine ni wa kimwili. Wa kimwili ni ile kupigwa hatukatai, si ndio? Lakini upigwe sehemu ambayo inafanya nini? Inatakiwa, si ndio? Kuna mwingine unakuta tu ndo tabia yake ya kupiga nini? Watoto vibaya. Huyo mtolee nini? Ishini na wazazi vizuri, hamtafanyiwa nini? Vitendo hivyo vya ukatili wa kimwili, si ndio? Umeelewa? Ndio. Ukatili mwingine wa kiuchumi. Wazazi wanawashirikisha kwenye mapato? Hapana, si ndio? Kuna wakati wengine hawana hata uniform, si ndio? Sasa leo ukitoka kamwambie hivi mzazi, mimi leo sina daftari, sina uniform. Umeuza nini? Karanga, si ndio? Mwambie akununulia hata daftari. Letee mahindi shuleni. Mle wapi chakula? Shuleni. Ujisikila kula shuleni? Ndio. Lengo tupunguze huu ukatili, si ndio? Ndio. Umeelewa? Ndio. Mangaka bila ukatili inafanya nini? Inawezekana. Lakini katika kampeni hii sisi tunavyopita kutoa elimu tunahimiza mambo tofauti tofauti, na moja ya mambo tunayoyahimiza kwa ajili ya kutengeneza jamii ambayo itakuwa yenye malezi bora pamoja na maadili
tunatoa maombi au mapendekezo kwa viongozi, na uzuri hapa tunaye mheshimiwa diwani. Moja ya mapendekezo cha kwanza ni kutunga sheria ndogo ndogo ambazo zitaweza kuwalinda watoto kutokana na malezi ambayo wanayapata. Mfano, kumekuwa na changamoto sasa hivi kufikia saa 3 saa 2 unakuta tu watoto wako mitaani. Ina maana tutengeneze sheria ambapo wale watoto wakikamatwa, sawa, wale wanaozurura usiku, wale mtoto akikamatwa na zurura usiku apelekwe polisi, alafu mzazi awajibishwe kwa kosa la kumwachia mtoto kuzurura usiku. Nadhani itatusaidia sana kuepusha hivi vitendo vya ukatili, si ndio watoto? Ndio. Mnaozurura wawakamate, alafu wazazi wenu wakalipishwe faini polisi, si ndio? Yaani kuna lugha ambazo wazazi wanatumia kwa kweli sio rafiki kwa watoto na hazimjengi mtoto hata kidogo. Ina maana sasa kama mzazi wa aina hiyo akipatikana au ikishuhudiwa kwamba amemtukana mtoto matusi ambayo sio mazuri na yanaweza kumsababishia akaathirika hata kisaikolojia, kumfanya akajisikia vibaya na vitu vingine vinapelekea hadi watoto kujinyonga au kukatisha maisha yao au kuweza hata kutoroka nyumbani. Kuna vipigo watoto wanapigwa, yaani asubuhi saa 12 asubuhi mtoto tayari ashaamka na viboko, au usiku watu tumelala mtoto anachapwa. Sijui tunaelewana? Ina maana kuwepo na sheria ambazo zitakuwa zinawalinda hawa watoto. Matumizi mabaya ya lugha, mzazi awajibishwe. Wanaoadhibu watoto nyakati za usiku na asubuhi mapema, kwa sababu sidhani kama kila adhabu mtoto lazima aadhibiwe kwa maneno machafu au kwa kuchapwa. Ina maana mzazi anaweza akatumia mbadala mwingine wa kumwelekeza mtoto kwa utaratibu. Niwaombe watoto mambo kadhaa. Zile haki, kwa maana ya ile haki kubwa ya kuishi, haki ya kupata elimu, haki ya afya, lakini pia haki ya kushirikishwa. Haki ya nini? Kushirikishwa. Na kwa nini nataka mzishike haki hizi kwa umakini? Kwa sababu zenyewe ndizo zitakazotupeleka mbele kwenye masuala mazima ya elimu. Lakini wakati tunaenda kusimamia haki hizi, lazima na sisi tutimize wajibu. Wanafunzi, tunajua wajibu wetu, si ndio? Nataka twende tukatimize wajibu, kwa sababu ya kuwa siku hii ipo, kwa sababu 1976 wale watoto wa Soweto walikosa haki ya kupata elimu. Walipokosa haki ya kupata elimu wakaandamana. Walipoandamana, serikali dhalimu ya kibaguzi ikawaua. Kwa hiyo wakajikuta baadhi yao wamekosa haki ya elimu, lakini wakaenda wengine wakakosa haki ya nini? Ya kuishi. 1976 mpaka mwaka 1991 Umoja wa Mataifa ukaona uitangaze siku hii ambayo ilipelekea watoto kukosa haki, wengine wakiwa wanadai haki zao, haki yao muhimu kabisa ya kupata elimu. Umoja wa Mataifa ukaona uitangaze siku hii kuwa maalumu kwa ajili ya mtoto duniani. Kwa hiyo niwaombe sana, wakati tunakwenda kusimamia haki, kwanza tuzijue haki zetu, haswa hizi nilizozitaja hapa. Kwa hiyo zile ambazo tutaona hatutimiziwi tuzidai. Naitwa Mwanadamu Selemani kutoka Mangaka, mtaa wa Nchangani. Kwa swala lililozungumzwa leo kuhusu malezi ya watoto, ni swala mzuri sana. Hata mimi ninakemea unyanyasaji wa watoto. Baadhi ya wazazi, kuna wengine wananyanyasa watoto, na mwingine utakuta mtoto hajafanya kitu chochote kile kibaya, lakini utakuta wewe mzazi unakemea sana mtoto, afu matokeo unamtukana au unanyima kula. Sio kama mtoto hawamgomei, wanamgomea. Ile inategemea nini amekifanya, na katika kumgomea unaanza kwanza kumwelekeza
Kama amefanya vibaya unamwelekeza, mwanangu sio hivyo, anafanya hivi wenzio, inawezekana atakuelewa. Lakini kufikia kipindi cha kumpiga mtoto naye kinakuwa kipendezi. Kwa maana tunaomba si wazazi tujitahidi sana kuwalea watoto vyema na kuelimisha ili wapate elimu nzuri. Kwa jina naitwa Amir Maganza, mzee wa kijiji cha Mangaka, kata Mangaka, tarafa Mangaka, wilaya ya Nyumbu, mkoa wa Mtwara. Leo hii tumekuja hapa kwenye maadhimisho ya mtoto au kampeni ya ulinzi wa watoto kwa lengo la kupata elimu ya pamoja kati ya wazazi na wanafunzi waliohudhuria katika shule ya msingi Mangaka. Hivyo basi elimu iliyotolewa dhidi ya wazazi kwa lengo la kuwalea watoto na kuwapatia haki za msingi watoto hao ni elimu ambayo ni bora iliyotolewa na viongozi wa ustawi wa jamii, polisi pamoja na watendaji wa kata ya Mangaka. Elimu hii imeenda moja kwa moja kwa ajili ya kuwalinda watoto na kuwapatia haki za msingi zinazowahusu watoto, ikiwa haki ya afya bora na malezi bora, haki ya elimu, haki ya kusoma, haki ya kuweza kuwalinda wasiweze kuzurika na watu wabaya. Kutokana na elimu hii, wazazi tuliohudhuria tumeweza kuipokea vizuri na tumeweza kuichukua ili kuweza kuwa chachu na kuweza kuwalinda watoto majumbani mwetu, kwani watoto hawapaswi kupigwa, kunyanyaswa, kuchomwa mikono moto na kufanya matendo yote ambayo yatapelekea watoto kunyanyasika katika jamii. Hivyo basi tumepewa jukumu la kuwalinda watoto, kuwaheshimu, kuwashirikisha katika matukio mbalimbali na kuwajenga ili waweze kuwa na elimu bora na mwanga mzuri na afya bora katika jamii.